Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen, amen. Amen. Tunamshukuru Bwana kwa ajili ya wema na fadhili zake Mungu, kwa ajili Bwana ametupa neema tukakutanike tena pamoja kwa ajili ya kulitukuza na kumwabudu Bwana. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya ulinzi. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya uhai na uzima, afya. Tunamshukuru kwa yote ametenda na kwa yote ambayo Bwana anakusudia kutenda katika maisha yetu. Maana amesema anajua mawazo na kuwazia. Kwa hivyo karibuni nyote kwenye ibada leo. Tunashukuru kwa ajili ya kuitika mwito wa kuja kwenye mkutano. Ukiona umefika kwenye maombezi, jua umeshinda vita. Si rahisi atuende kwenye maombi hata kama ni kuomba tu kwako nyumbani. Yaani tu maombi ni yako mwenyewe. Ukiona umeomba, umefika tu muda, umepata muda wa kuomba. Ukiona umepata muda wa kusoma neno, jua tayari umeshinda adui. Kwa sababu mara mingi adui anazuia watu. Kuna mitego tu ndogo ndogo, kuna tu visababu ambavyo vimetumwa kutoka ulimwengu wa giza ili kuzuie kumtafuta Mungu. Unapata kwamba mtu anakuwa very busy kiasi ya kwamba hawezi pata ile nafasi. So wakati wote ukiona umepata nafasi ya kuomba, jua tayari wewe ni mshindi. Kwa sababu pale kwenye maombezi, pale kwenye kusoma, pale kwenye kufunga na kuomba, tayari unapata ushindi. Kwa hivyo karibuni nyote katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Bwana nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu siku zote, na mtazamia. Na imani ya kwamba pia na wewe mahali ulipo bado unakaza mwendo wa imani. Japo iko na majaribu mengi, japo iko na changamoto mingi, japo iko na mateso mengi, lakini siku zote usiache kumtafuta Mungu. Siku zote chukua ngao ya imani, ndio utaweza kuzima mishale yenye moto ya adui. Maana akiachilia mishale, anaachilia mishale mingi sana. Mishale ya kutamauka, unasikia tu umechoka na safari imani. Mishale ya magonjwa. Yaani adui siku zote akutu very busy kusumbua hatima za wateule wa Mungu. Kuharibu na kupangua chochote ambacho Mungu amepanga. Hiyo ndio kazi ya adui. So siku zote usiweke imani yako chini. Imani ndio ngao. Imani ndio silaha. Utazima mishale yenye moto ya adui. Kwa hivyo siku ya leo tuko kwenye mada kufuatilia na kurejesha kile ambacho shetani ameiba. Ukiangalia topic ambayo ilipita, tulikuwa tunajifunza kuhusu Mungu, Bwana Mungu apiganaye vita vyetu. Hiyo tumekuwa tukisoma, tukaenda mpaka sehemu ya 3, na Bwana akatusaidia kusoma kuhusu vita, tukajua makusudi ya adui ndio alete vita. Shetani pia ako na malengo. So siku zote mwanadamu jua kwamba vita ni lazima. Maana vita hizo ndio daraja wewe kufuka ng'ambo ya pili. Na wakati kuna vita hivyo, unapata kwamba adui anakuteka nyara, akuweke kwenye vifungo, ama akupofushe macho usimuone Mungu na usione wema wa Mungu, ama akuje katika hali ya kiujanja, mambo ambayo hautaweza kujua. Unaona ni kama ni hali ya kawaida, lakini ni vita unapigana. Kwa haya yote unaojua kwamba kuna kitu adui amechukua wakati anakupiga. Mshale wa adui kukupata, kuna kitu adui anapata kutoka kwako. Sababu kama uko kwenye vita na upate mshale umekupata, either hiyo silaha zako utazitupa chini, ama utaona umechoka usarende. So adui anaweza kuiba afya yako, adui anaweza kuiba kazi, adui anaweza kuiba biashara yako, anaweza kuiba furaha, anaweza kuiba matumaini. Yaani adui kuna kitu tu, vita ambavyo adui ameleta, kuna kitu ambayo adui ameweka macho sana.
Aidha furaha yako kiasi ya kwamba unapitia vita baada ya vita, vita baada ya vita, mpaka usikie moyo umechoka. Unakosa furaha ya wokovu. Unakosa kufurahi na kushukuru Mungu kwa yale ametenda. Adui anaweza kuiba amani yako kabisa, yani umekosa amani kwa sababu unapitia changamoto, unapitia mambo mazito ambayo ukijaribu kueleza mtu hata naye anasema na hii sasa tutafanyaje? Yani ndani yako unakosa amani, ndani yako unakosa utulivu, ndani yako unakosa imani, sababu zile vita vimekusudiwa ya kwamba uone ya kwamba Mungu hayuko. Shetani anakupiga kiasi ya kwamba uone ya kwamba Mungu amekuacha. Lakini ukweli ni kwamba wakati adui anakupiga hivyo, kuna lengo ambayo adui yako naye katika maisha yako. Adui anaweza iba hatima yako. Usipokuwa macho kiroho, mteule wa Mungu, adui anaweza iba hatima. Aidha aibe hatima, ama aisambaratishe ile hatima, ama aicheleweshe ile hatima. So jioni leo Bwana wa majeshi tusaidie tuweze kusoma kuhusu kufuatilia na kurejesha kile ambacho shetani ameiba. Kwa Kiingereza tunasema kwamba pursue and reclaim what the devil has stolen. Chochote ambacho shetani aliiba, iwe ni matumaini, iwe ni furaha, iwe ni amani, iwe ni afya. Sababu akikupiga na magonjwa, tayari hauna afya, unabaki pale unapambana kwenye ile magonjwa. Lakini shetani huyu ana makusudi ya kuharibu na kusambaratisha chochote ambacho Mungu amekusudia katika maisha ya mwanadamu. Msomaji neno kwenye kitabu cha Yohana, mlango ni wa 10 mstari wa 10. Yohana 10 mstari wa 10. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yohana 10 mstari wa 10. Mwivi aje ila kuiba na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amina. Amen. Mwivi ambaye ni adui shetani. Siku zote ukiona hata kama ni wanadamu wamekuvamia, sio wale wanadamu, ni ile maroho ambayo imewekwa ndani yao ndio kwa attack. Kazini unaweza kuwa huko kazini upate kuna tuka mtu tukametokea tu from nowhere, kameambatana na wewe na sio kwa uzuri, kwa ubaya. Yaani mpaka unahofia kwamba kazi inaweza enda, unaweza futwa kazi. Sio ule mwanadamu, ni shetani yako ndani yake. So huyu mwivi ni shetani, amekuja ili afanye mambo matatu. Jambo la kwanza ni aibe. Makusudi yake ni aibe. Anaweza iba hatima, anaweza iba chochote kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Jambo la pili ni kuchinja. Kuchinja inamaanisha kutoa uhai, kuua. Maana wakati unachinja, hata kama ni kuku haitabaki hai, inakuwa imekufa. Hata kama ni ng'ombe, chochote utachinja, hata kama ni mwanadamu, hata kama ni mbwa, inamaanisha kwamba umetoa uhai ndani ya ile kitu. So ndani yake inabaki mzoga. Hivyo shetani akivamia mwanadamu, shetani kwanza amekuja ili aibe. Ameona ndani yako kuna kitu ambacho kitakupatia uendelee kumtumaini Mungu. Inaweza kuwa afya, aibe kama afya wakati Ayubu. Lakini Ayubu naye akajua kwamba hata kama umechukua afya bado niko na imani. Jambo la tatu shetani amekuja kufanya ni kuharibu. Kuharibu, anaharibu mahusiano kati ya wewe na Mungu. Sio kati ya wewe na mwanadamu. Kati ya mwanadamu Mkristo na Mungu wake. Kwa kuleta kutomwamini Mungu. Kwa kuleta mambo ambayo itakufanya ufarakane na Mungu. So shetani amekuja kwa makusudi mangapi? Matatu. Jambo la kwanza aibe, jambo la pili atoe uhai, ubaki ukiwa mzoga. Juu wewe ni Mkristo, lakini ndani wewe ni mzoga. Hakuna ile qualities ya Mkristo. Hakuna ile qualities ya mteule wa Mungu. Ndani unabaki ukiwa mzoga. Nje wakikuona unaona tu huyu ni Mkristo, hakunyi pombe, haendi usharati, havuti bangi, hapigani, hafanyi chochote, ila aibi. Lakini ndani yako hakuna imani.
ndani yako neno la Mungu unasoma haina mzizi. Shetani afanyika ile ndege, alikuja kuchukua ile mbegu juu ya mwamba kwenye barabara. Na hata kama ile mbegu ambayo ni neno la Mungu ikiingia ndani ya mwanadamu, maandiko yanasema kwamba inamea, lakini kwa sababu haina mizizi haikui. So shetani huyu hako na makusudi, ila Yesu Kristo amesema kwamba Yesu alikuja ili tupate uzima. Inamaanisha kwamba shetani akiiba, akichinja na kuharibu, uzima inaondoka ndani yako. Unangoja mauti. Ukikosa uzima maana yake ni mauti. Na akasema kwamba ili tuwe nayo tele. So adui siku zote amekusudia mabaya. Amekuja kuiba. Msomaji neno kwenye kitabu cha Luka 22 mstari wa 31 mpaka 34. Luka mlango 22. Amen. Luka 22 31 hadi 34. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka nyinyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nawaombea wawe, ili imani yako isitingike. Na wewe utakapoongoka, waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo haitawika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa unijui. Amina. Amen. Yesu akaangalia yale ambaye adui amekuja kufanya, kuiba, kuua na kuharibu. Akasema kwamba Simoni Petro, shetani amewatafuta ili apate kuwapepeta kama vile ngano. Kuwapepeta inamaanisha kwamba atatoa ndani imani, atatoa ndani wokovu, atatoa ndani tumaini. Hautamtumainia Mungu tena. Macho ya kiroho itaziba, masikio ya kiroho itaziba, hausikii sauti ya Mungu na wala hauoni wema wa Mungu. Lakini Bwana akasema kwamba nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Wakati adui anakuibia amani ama furaha ama chochote ama afya, aibe ndoa, aibe kazi, aibe chochote kile, inamaanisha kwamba imani yako haitasimama jinsi inatakiwa. Itatindika, itapungua ama itapinda kidogo. Utakosa kumwamini Mungu. Tuseme kwa hali ya Ayubu, ingekuwa mwanadamu wa sasa, umemtumikia Mungu sana miaka mingi, umemtafuta Mungu sana miaka mingi, umetembea na Mungu sana miaka mingi, alafu ile hali ya Ayubu ikupata. Unajua vile mwanadamu wa sasa atauliza, Mungu ulikuwa wapi watoto wangu wakiuawa? Mungu ulikuwa wapi ng'ombe zangu na punda zangu na kondoo zangu zikiuawa? Ulikuwa wapi? Alafu sasa ikuje kwa mwili aseme Mungu hata wewe huko. Yaani tangu watoto wangu wapigwe, mali yangu iende, kila kitu changu kiende, mpaka umeruhusu mwili wangu, ni kama Mungu hayuko. Hiyo tayari imani imetindika. So hapa Yesu akasema kwamba shetani amewataka, anatafuta njia ya kuwapepeta. Anatafuta njia ya kuwatoa katika ile mchakato wa kumtafuta Mungu. Ametaka kuwatoa katika ile safari ya imani. Aidha acheleweshe imani yako, aidha katisha imani yako, aidha aibe imani yako, ama uwe imani yako na safari yako imani ipotee. So Petro naye akamwambia, Bwana, kama bado niko na wewe, niko tayari kwenda gerezani ama hata nikufe. Kawaida mwanadamu yote, hata mimi na wewe leo, utasema kwamba leo hii hata wakisema kwamba ukane Yesu uishi ama ukiri Yesu uwawe, mimi nitaamua tu afadhali nikufe. Wacha hiyo upanga ikuja ama hiyo msumeno ikuje, wacha ikupate. Tunasema ati Yesu mgani? Uliniona na Yesu. Utakuwa kama Petro. Hapa Petro akasema kwamba niko tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Yesu akamwambia Petro, nakujua Petro wewe, maana Yesu anaona mpaka ndani ya moyo. Mwanadamu ananena katika ulimi. Mwanadamu ameweka hazina duniani, hajaweka hazina mbinguni.
Maana mahali kuna hazina yako ndipo mahali moyo wako uko. Moyo wako, hazina yako ikiwa mbinguni na moyo wako uko kwenye hazina yako iko mbinguni, unapata kwamba unasimama kama Danieli, unasimama kama Shadrach, Meshaki na Abednego, unasimama kama Yusufu. Hata kama ni kukufa kwa sababu ya kale kandoto alioneshwa na Mungu, acha nikufe. Alikataa kufanyika mateka wa adui. Adui akaiba furaha na amani na utulivu ya Yusufu. Yusufu alipitia mateso, kufungwa kama mateka, kwanza abebo kutoka nchi ambayo alikuwa mpaka huko kwa Potifa. Haikuwa rahisi. Mateka waendangi free. Chukua kwa mfano wale wamefungwa gerezani. Wakitolewa pale, labda wanapelekwa kufanya kazi mahali ama wanapelekwa matibabu kwenye hospitali, wanakuwa wanachungwa vizuri sana. Hivyo ndio Yusufu alifanya. Lakini angalia Yusufu alijua ya kwamba mimi hata munitoe, munitenganishe na familia yangu, bado simwachi Mungu. Shetani akamwambia tutakutana kwa mke wa Potifa. Naye Yusufu akajua maana ya imani. Mkristo usipojua maana ya imani, utakuwa tunaanguka, unaamka. Leo umeanguka, kesho umeinuka. Kesho nyingine umeanguka, kesho nyingine. Kuanguka inamaanisha kwamba umetoka katika imani. Ungekuwa sasa wewe ndio Yusufu katika ile nyumba ya Potifa, ungesema uangalie left right center, uone mtu yoyote. Maana maandiko yanasema kwamba Shetani alitengeneza mandhari mazuri ili kuiba hatima ya Yusufu. Wafanyakazi wote hawakuwa. Hiyo boma ilikuwa tu ni Yusufu na mke wa Potifa. Lakini Yusufu akasema, imani yangu kwanza. Imani yangu ninamwamini Mungu. Siwezi fanya haya mabaya. Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Kwa sababu Shetani alikuwa anatamani kuiba hatima ile ya Yusufu kukuwa next in command katika nchi ya Misri. Shetani alikuwa shaona ya kwamba huyu jamaa atakuwa very great person. Lakini Yusufu akakwama na imani yake. Hapa maandiko yanasema kwamba Shetani amewataka ninyi awapepete. Hiyo neno tu kupepeta, ukichambua kwa undani utapata kwamba kuna mambo hayataenda katika maisha yako. Kuna mambo yatakutoa katika mapenzi ya Mungu usiposimama imara. Shetani akipata ile imani wasiwasi, imani ambayo haijapigiliwa msumari vizuri, kwa very strong. Tuseme kwa mfano kama ni kiti ama meza ama nyumba, usipoijenga vizuri, yani mpaka haiwezi tingika, chochote ikiguza itaanguka. Hivyo ndio imani ya Mkristo iko. Shetani akipata imani ambayo ni hafifu, anaitumia, anaichezea vizuri, anaipepeta, inaanguka. Chochote ilikuwa kwenye ile imani. Maana imani, ninaichukua mfano ya imani. Imani ni kama naweza ichukua nifananishe na sahani. Ile sahani unaweza weka keki, kwa ile sahani unaweza weka ugali, kwa ile sahani unaweza weka mboga, kwa ile sahani unaweza chochote kile unaweza weka pale. Kama ni fruits utaweka pale. So imani yako ndio imebeba furaha yako, imani yako ndio imebeba uhai na uzima wako, imani yako ndio imebeba matumaini yako. Kwenye ile imani sasa ndio chombo ambacho ina hold maisha yako. Chochote ambacho unahitaji kwenye maisha ni imani. Imani yako ikiwa hafifu, ile mambo yote yameanguka. Ndio sababu hapo Yesu akasema kwamba nimekuombea ili imani yako isije ikawa hafifu. Maana wakati adui anakuja, akipata imani yako ni wasiwasi, atakuibia. Ataiba. Na kisha iba, anachinja. Anatoa uhai, unabaki msoga. Akisha toa uhai, amekufarakanisha na Mungu. Mke wa Adamu pale kwenye bustani la Edeni, adui alifanya hayo mambo matatu. Alikuja akaiba hatima. Mwishowe Adamu na mke wake katika shamba la Edeni. Tayari ameiba hatima. Jambo la pili, Shetani amechinja imani ya Adamu na mke wake. Wamebaki msoga bure. Ndani yao
Mungu hayuko ndani yao. Neema ambayo Mungu alikuwa amewapa, ile kibali ya kukaa pale na kuzungumza na Mungu. Maana unaona kwamba Mungu alikuwa anatembea hapo, anaongea na wao. Hiyo siku amekuja na wapata wamejificha, na ruhusa mko wapi? Si ati kwamba hako anajua, alijua wamefanya dhambi, na ndio sababu akauliza, mlikula ile tunda niliwaambia msikule? Tayari shetani ameiba mambo mengi katika maisha ya Adamu na mke wake, na karibu kwa kupanda laana, kwa sababu wakati wamekuwa msoga sasa, ile sheria ya Mungu na maagizo ya Mungu ndani yao haimo tena. Wameshaitoa ile, shetani ameshachukua ile kibali, ameweka mauti ndani ya Adamu na mke wake, mauti ya kiroho. Kenye ilifanya nini? Ni kufukuzwa mbele za Mungu. Ya pili, unaona ukisoma hiyo Mwanzo mlango wa 3, utapata kwamba wote plus na nyoka mwenyewe wakapata laana. Kila mtu laaniwa hapo. Mwanaume akaambiwa kwa jasho lako ndio utakula. So inamaanisha kwanza, usipotoa jasho, usipofanya kazi, usipotafuta uwezi pata. Mwanamke naye akaambiwa utaongezewa uchungu wakati wa kuzaa kwako. Hiyo yote ni laana. Shetani akaambiwa utakula mavumbi na kwa tumbo yako utatembea miaka yote. Tayari shetani ameiba, amechinja na ameharibu kila kitu. Hapa Yesu akasema nimekuombea. Na wakati utasimama, pia usisahau kusimamisha wenzako. Usisahau kuwahimiza. Usisahau kutoa ushuhuda, kushuhudia yale ambayo Mungu ametenda kwa maisha yako, ili kusudi wengine nao waseme, kama Mungu alimfanyia hivi Musa, na pia na sisi atatutendea. Kama Mungu alimpigania Daudi, hata na sisi Mungu atatupigania. Kama Mungu alimpigania Yoshua, yani uimarishe wenzako, pia na wao waone wema wa Mungu katika maisha yako. Yesu akamwambia Petro, na kujua imani yako yu wasiwasi, kabla ya jogoo kuwika utanikana. Kwa sababu gani? Kuna kitu adui anataka katika maisha ya mwanadamu. Unaona hivi vita unapitia, hizi changamoto unapitia, hii mateso unapitia, si bure bure. Shetani amekupiga leo, sasa ameenda, amechoka, ameenda, atarudi. Kusoma kitabu cha Luka 4, shetani akamjaribu Yesu. Kufika mstari wa 13 anasema kwamba shetani akamwacha kwa muda. Ukisoma kuendelea kuanzia mstari wa 14, unapata kwamba hakurudi kumjaribu Yesu live vile walikuwa wanazungumza na Yesu, lakini akaenda akaingia kwa wanadamu wakapinga Injili. Hiyo Luka 4, pata nafasi utaisoma. So hapa Yesu anasema kwamba imani yako, chunga imani yako isitindike. Chunga imani yako, maana ndio itamshinda adui, ndio itafanya mambo makuu katika maisha yako. So imempasa mwanadamu kuwa imara katika kumwamini Mungu. Hata katika changamoto, baki na Mungu wako. Hata kuacha wanadamu, watakuacha, ulimwengu mzima itakuacha, mataifa hawatakujua, watajifanya hata wakujua, lakini Mungu hata kuacha. So imarisha imani yako kwa Mungu, maana katika ile imani ndio msingi wa kumshinda adui. Imani yako ndio ukuta katika maisha yako ya kumzuia adui asifanye uharibifu katika maisha yako. Imani yako ndio ground ambayo inafanya Mungu anafanya kazi. Kusoma kitabu cha Efeso mlango wa 6 mstari wa 13, utapata kwamba inaongea kuhusu imani. Somaje neno, soma kitabu cha Efeso 6 kuanzia 10 mpaka 18 hapo. Wa Efeso mlango wa 6, yule amepata. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waefeso mlango ni wa 6 kuanzia mstari wa 10 hadi 18. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama,
bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote, mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Mstari wa 13 unasema kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Mstari wa 16, zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. So imani yako ndio itakusaidia kuzuia adui asiibe na kuchinja na kuharibu maisha yako na hatima yako. So siku zote imarisha imani yako kwa Mungu. Acha kuangalia mawimbi ndogo ndogo zitakuangusha. Vita kwangu hata kama ni kubwa kiasi gani, kwa Mungu ni ndogo sana. Hata kama iko na degrees ngapi ama iko na shaba kiasi gani kama ile ya Goliathi, kwa Mungu ni kidogo sana. Kwa macho ya kibinadamu ndio unaona kwamba hili jambo ni kubwa, lakini kwa Mungu ni ndogo sana. Amesema uniite. Na uiti Mungu katika imani ambayo ni hafifu. Unamuita Mungu ukijua kwamba atatenda. Hauiti Mungu katika hali ya kujaribu. Ati wacha tu nijaribu nione, sijui kama Mungu ataweza, lakini wacha tu nijaribu. Hautapata. Mungu anataka imani iliyo imara. Imani ambayo ni msingi wa kushinda adui. Kitabu cha Yuda mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka 6, naomba kama kuna mtu amepata taisoma. Kitabu cha Yuda iko next to Ufunuo. Mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka 6. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yuda mlango wa 1 mstari wa 1 hadi 6. Biblia inasema, Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, tangu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba. Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Muongezewe rehema na amani na upendano. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani mliokabidhiwa watakatifu muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Maandiko hapo imesema kwamba tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu pale msalabani. Yaani pigania imani yako. Yaani kitambo uanze safari ya kufuatilia adui kwenda kurudisha ile ambayo adui ameiba. Ungekuwa umezuia kwanza. Usiwache tu malango yako yakuwe wazi. Adui anaweza pita, mchawi anaweza pita, mganga anaweza pita, anapita tu, yani hakuna chochote kinamzuia.
Imani yako iwe ndio ulinzi wako ya kuzuia. Maana maandiko yanasema kwamba ndio itaizima mishale yenye moto ya adui. Maandiko yanasema kwamba kwa maana, mstari wa 4, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilia neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao mkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Tena nawakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana kisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. So unapata kwamba kutokuwa na imani kwake Mungu ndio inaleta haya madhara. Adui anakupiga, anakuibia, anaiba nyota yako, anaibadilisha, anakupatia nyota yenye ni fake. Unaweza shauri mtu kwamba ukianzisha biashara fulani utapata faida. Yule mtu mwenye umemu advise akienda kuanzisha ile biashara kweli anafanikiwa. Lakini wewe mwenyewe ukienda kuanzisha haikusaidii. Kwa sababu gani? Nyota yako ishabadilishwa. Adui aliiba nyota. Adui aliiba hatima. Unapata maisha nyoneshi duniani sio ile ambayo kiroho uliona Mungu amekuonesha kwamba unaishi maisha hii na hii na hii. Katika ndoto kuna uwezekano. Unajiona, wengine wanajiona wako kwenye shule wanasoma, wengine wanajiona wanaendesha magari. Hiyo yote iko na maana. Hata kama unaendesha baisikeli ile ndogo ya watoto, iko na maana yake. Kiroho iko na maana. Na ndio sababu watu wengi hawasemi ndoto zao. So unapata hapa kwamba maandiko yanasema kwamba mstari wa 6, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe. Malaika wasiolinda, hao ni gani hao? Hao ni wale malaika ambao walisaidia Lucifer kukuwa na kiburi, kutaka kufanya mapinduzi mbinguni, wakatupwa duniani. Maana waliwekwa pale kulinda enzi ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu. Ameweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Hata Mkristo ambaye haulindi enzi yako, malango yako ambayo Mungu amekupatia. Mungu amekupa familia, haulindi. Mungu amekupatia kazi, hauilindi. Kwa maombezi na kumtafuta Mungu, hiyo ndio kulinda. Mungu amekupatia afya, hauilindi ile afya. Unalala kiasi kwamba ile saa shetani amekugonga na magonjwa na unakumbuka kuna Mungu mponyaji, Jehova Rafa. So hapa maandiko yanasema kwamba wale ambao wanaacha enzi yao, ambao wameaminiwa kuilinda, lakini wakayaacha makao yaliyowahusu, wamewekwa kwenye vifungo vya milele. So hapa imani yetu kwanza, kabla tujejua, kabla tujejifunza kufuatilia na kurejesha, lazima tujue kwamba tujifunza kwanza kuzuia kwanza. Kwa sababu ndio adui aingie, lazima mtu aishi alinde territory zake, hata kama ni kimwili ama kiroho. Usiache tu adui akuja apate tu useme si vile nasema kwamba tutafuatilia na kurejesha, acha tu akiiba tu nitafuata. Hapana, jifunze kwanza kulinda kwanza. Ukisha linda, ndio sasa adui akikuja, akuje na silaha, akuje na majeshi, akuje na wakuu wake, wapambane. Wanapambana kwa sababu gani? Wanataka kuvunja kwa nguvu, waingie wachukue kile ambacho ulikuwa unalinda. Hapa hiyo mada kufuatilia na kurejesha sio tu kujua shetani amechukua nini, twende turudishe, amebeba nini, twende tutafute na tufuatilie na turejeshe. Hapana, lazima ujue kwamba enzi ambayo Mungu amekupa, makao Mungu amekupa, lolote Mungu amekupatia, unatakiwa kuilinda. Acha adui akuje na nguvu, akuteke nyara, akupige vita, akuweze, ndio aibe. Akisha aiba basi tunafuata. Lakini usikae tu wasiwasi tu, unasema tu kuna kufuatilia. Hapana, linda malango yako. Maandiko yanasema kwamba malaika wasiolinda enzi yao, wakaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa ajili ya siku ya hukumu. Hata hivyo mwanadamu,
usipolinda wokovu wako, usipokaa macho, kama vile Habakuku anasema kwamba nitasimama kwenye zamu. Nitasimama kwenye zamu. Sio tu wakati wa maombezi, siku zote na kila dakika na kila saa. Unalinda wokovu wako, unalinda fikra zako, unalinda moyo wako, unalinda mienendo yako, unalinda. Ndio adui akikuja, basi mtapambana. Akikushinda na anyakue Kenya na nyakua, ndio unafuatilia. So imetupasa tusikose kujua mipango na mbinu za adui, ili tujiepushe na mitego yake. Maana akikuja akupate kwa macho, umesimama kwenye zamu, unalinda enzi yako, unalinda makao yako, unalinda imani yako, unalinda roho yako. Akikuja, anakuja kwa vita ili akuteke nyara na kukuweka kwenye vifungo, ndio aingie kwenye makazi yako, abebe Kenya na beba. Na hapo ukikaa macho, lazima utajua ujanja wa shetani. Lazima utajua mbinu ya adui, ujua kwamba hii ni dalili jeshi linajipanga. Maana ukikaa kwenye zamu, macho ya kiroho na macho ya kimwili yanaona sawa sawa, yanaona mbali sana sana. Wakati wanapanga, hawajaamka kukutafuta. Wakipanga huko kuzimu, tayari macho yako ya kiroho umeona ndoto, umewaona kwenye ufunuo, umesikia sauti ya Mungu ya kwamba kuna mipango inapangwa mahali. Lakini ukikaa kama umetulia, umeona kwamba uko na amani, uko na furaha, uko na afya, kila kitu inaenda sawa, unaacha kutafuta Mungu, saa ile adui atabisha, saa ile adui atakuvamia. Maana ukiacha mahusiano yako na Mungu, tayari kuna disconnection kati ya wewe na Mungu. Na adui akikuja, anapata uko mbali na Mungu, anapata kwamba maisha yako haina cover, maisha yako haina ulinzi, maisha yako kidogo umekorofisha na Mungu. Adui anaingia na anaingia vizuri. Atakuja akiangalia kila mahali iko wazi, anacheka na furaha, anaambia majeshi yake, huyu alikuwa analindwa, ni kama ukuta imemuondoka, fanyeni haraka. Unapata sasa ndio wanakupiga huku, magonjwa huku, matatizo huku, changamoto, vita vimeinuka pande zote ya maisha yako. Sababu gani? Ulilala, haukuona adui akikuja. Lakini ukiwa mtu ambayo unajua maisha yako lazima kwanza uilinde, utakaa macho. Ukijua kwamba haujui saa mwizi ama shetani atakuvamia, lazima ukae macho. So Wakorintho wa pili mlango wa pili mstari wa 11 imesema kwamba ili tusikose kujua mbinu na mikakati ya adui. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa pili mstari wa 11 maandiko sema kwamba shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Lazima utajua fikra za adui, lazima utajua mbinu ambao wanakuja na. Hata akikuja kwa ujanja, akikuja katika ile hali ya urafiki, utamjua. Akikuja katika hali katika ile hali ya mapafu, ile ya haraka, ile ni kulazimisha, utajua kwamba hii ni adui. Kwa sababu adui anakuja katika njia mbili. Anakuja katika njia ambayo ni ya urafiki, hautajua. Unamfungulia malango ukijua kwamba huyu ni fulani kawaida, huyu ni mwanadamu kawaida, huyu ni mtu mzuri kawaida, unamfungulia. Baadaye kishafika ndani ya malango yako, anajigeuza sasa, unaanza kuona ile rangi kamili. Na kuna saa ambayo adui anakuja na anakuja kuvamia. So maandiko sema kwamba shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Ukilala kiroho, hautajua fikra za adui. Ukiwa macho, utajua fikra za adui. Somaje neno kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 6 mstari wa 3 mpaka 16. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 3 mpaka 16.
Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 3 hadi 16. Biblia inasema, mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna, wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husda na ugomvi na makutano na shuku mbaya na matukano na shuku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe, mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele ya Mungu anayevihifadhi hai vitu vyote, na mbele ya Kristo Yesu aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pantio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakuridhisha, yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Amen. Maandiko hapa inatufundisha kuhusu usikose kujua mipango na mbinu ya adui. Ukikaa macho utapata kwamba utajua mbinu za adui. Hapa maandiko yanasema kwamba kuna watu ambao watafundisha elimu nyingine, lakini kama ndani yako umelala usingizi wa kiroho, utaona ni kama ni ukweli, unafundishwa ukweli. Ila shetani amekuja katika ujanja, amekuja amevalia mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Ili kufanya nini? Nia ya shetani ni aibe, aharibu na kuua. Hiyo ndio kazi yake. So ataweza kuja katika ujanja. Maandiko yanasema kwamba mtu yote awaye akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanao na utauwa, amejivuna wala afahamu neno lolote, bali ana wazimu na kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika haya hutoka usuda, ugomvi, matukano na shuku mbaya. Huyo ni adui ameingia. Anaweza ingia na mlango yote ile. Lakini hapa ukiangalia mstari wa 11, maandiko yanasema kwamba bali wewe mtu wa Mungu, wewe mtu wa Mungu. Ulimwengu mzima watu ni watu wa Mungu. Mungu aliumba wote. Lakini kuna specific mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ni mtu ambaye amekubali kutembea na Mungu, ameshikamana na Mungu, mahusiano yake na Mungu hakuna chochote inaweza kumtenganisha na Mungu. Amekubali kufuata maagizo ya Mungu. Amekubali kuenenda katika malengo ya kutimiza hatima. Maana hatima huwezi timiza bila Mungu, itapotelea kwa njia. Ni mtu wa Mungu ni mtu ambaye anaenenda kwa utiifu wa neno la Mungu. Mtu ambaye maandiko inaongea katika kitabu cha Mika mlango wa 6 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8 ya kwamba Mungu anataka nini kwa mwanadamu? Anataka mwanadamu atende mema na aenende katika wema.
ili ampendeze Mungu. Na ukisha mpendeza Mungu, inamaanisha kwamba una attract uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na Mungu akisha ingia katika maisha yako hatoki. Unless umuondoe na maovu. Yes, umpe Mungu mgongo kwa kutenda mabaya. Mtu wa Mungu hapa amesema kwamba bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, ufuate utaua, ufuate imani, ufuate upendo, saburi na upole. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima wa milele ulioitiwa. Ukaungame maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato. So kuna mambo matatu hapo tutakana kuangalia kwa undani kidogo, ingawa muda unakimbia. Jambo la kwanza ni wewe mtu wa Mungu. So maandiko kusema kwamba wewe mtu wa Mungu, ni hapo sasa mimi na wewe urudi kwa maisha yako, kwa sababu kila mtu anajijua vyema. Mungu anakujua vyema, wewe mwenyewe unajijua vyema, na shetani anakujua vizuri. So hiyo ni mambo matatu yenye haidanganyiki. Huwezi danganya shetani, huwezi danganya Mungu, na huwezi danganya nafsi yako mwenyewe. So Mungu anakujua, shetani anakujua, mwenyewe unajijua. So unaangalia maandiko inasema hapa kwamba katika mstari wa 12b, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Hiyo ni jambo la pili. So kuna mwanadamu, mtu wa Mungu, ule mtu wa Mungu anatakiwa kuungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Mstari wa 13b inasema kwamba na mbele za Kristo Yesu aliyeyaungama maungamo mazuri mbele ya Ponto Pilato. So tukisha chukua haya mambo matatu, mtu wa Mungu aungame maungamo mazuri ambayo Yesu Kristo pia tunachukua mfano kupitia Yesu Kristo. Yesu aliungama maungamo mazuri. Kuungama ni kukiri. Kuungama ni kuenenda katika yale ambayo umesema. Kidogo tuingie katika hesabu za kiroho. Ujua kwamba hesabu za kiroho sio kama za kawaida ya mwanadamu. Ni mambo mawili tofauti. Mambo ya kiroho yanaeleweka kiroho, na mambo ya kimwili yanaeleweka kimwili. So kidogo chukua kitabu yako na kalamu yako, na imani ya kwamba uko mahali uko na kalamu na kitabu. Tufanye hesabu hii kwa wepesi kidogo. Maandiko sema kwamba Yesu Kristo aliungama maungamo mazuri. Kuungama alifanyaje? Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, akaja duniani ili akomboe wanadamu. Unapata kwamba alikaa kuja duniani, alikataliwa. Kwa sababu gani? Alitenda mema, alitenda haki, alienenda kwa mapenzi ya Mungu. Akafika mbele ya Pilato. Pilato akamuuliza, wewe ndio mwana wa Mungu? Akamwambia, wewe umesema, na umesema ukweli. Akaandikiwa kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi pale kwenye msalaba hapo juu. Hakusema hapana, mimi si mfalme wa Wayahudi. Silikuwa ni ukweli, yeye ni mfalme wa wafalme. So hapa hesabu ambayo Roho Mungu atusaidie kwa wepesi kidogo, tuangalie katika daftari yako. Naomba tafadhali andika kwa laini moja tu hiyo, kwa laini moja andika akili. Mwanzo ya kitabu yako pale andika akili, alafu weke plus. Nataka tu kueleza vile nimeandika yangu, vile Roho Mungu alikuwa ananiongoza nikifanya hesabu zangu hapo. Nitakueleza baadaye maana hizo. Mwanzo andika akili, alafu weke plus, uandike moyo. Ukishaandika moyo andika plus, uandike fikra. Ukishaandika fikra andika plus, andika matendo. So hiyo ni mambo manne. Kuna akili plus moyo plus fikra plus matendo, alafu mbele andika is equals to imani. Nimekwambia kwamba hesabu za kiroho na hesabu za kimwili ni mambo mawili tofauti. Mtu wa rohoni ndiye ataelewa kenye nataka kufundisha hapa. Mtu wa kimwili hautaelewa. Utaona ni kama
huyu mama amechanganyikiwa. So chini ya hayo maneno umeandika kwenye laini ya pili, chini ya neno akili andika 25%. Alafu uweke tena plus, chini ya moyo andika 25%. Alafu tena uweke plus, chini ya fikra andika 25%. Alafu weke tena plus, chini ya matendo weka 25%. Alafu weke is equals to, chini ya imani andika 100%. Tutakuja kuichambua baadaye. Hiyo ni laini ya pili. Na mwenye anabaki nyuma, kama hujaelewa kitu, please useme sijaelewa, tusije tukakuacha. Heri tuchelewe kwenye tunaenda, lakini kila mmoja aelewe kwenye tunajifunza. Laini ya tatu chini ya akili andika 100%. Andika tena plus ingine. Uzuri kitabu ni yako tu, hata ukichokora Bwana atakupa pesa zingine ya kununua kitabu kingine. Chini ya moyo andika 100%. Chini weka plus ingine. Chini ya fikra andika 100% plus, chini ya matendo andika 100%. Pale kwa is equals andika is equals to 100. Chini ya imani andika 100. So ukisha andika hivyo, nisikilize sasa. Tumetoka huko kwenye hesabu. Nataka kufafanua hiyo hesabu za kiroho ambazo tumeandika pale. Maandiko yamesema, tukirudi kwenye hiyo Timotheo wa kwanza mlango wa 6, sema kwamba bali wewe mtu wa Mungu, mtu ambao umetembea katika mapenzi ya Mungu, mtu ambao umesoma neno la Mungu ama umefundishwa neno la Mungu, na yale ambao umefundishwa, Roho aliye ndani ya ule mtumishi anakufundisha, na Roho aliye ndani yako watakubaliana kwa lile neno, kile ulisoma na ukaelewa, na ile umefundishwa, Roho wa Mungu aliye ndani yako atashuhudia. So inamaanisha kwamba wakati unasoma ama wakati unafundishwa, inaingia kwenye akili, So pale Roho Bwana akanisaidia nikaweka percentage hiyo ya kwamba kwenye akili hiyo umeisoma, haujaelewa yote Biblia mwanzo mpaka mwisho, nikaiweka 25% kwenye akili hiyo. So ile akili ukishapata ile neno, either kwa kusoma ama kwa kufundishwa, sababu ni mambo mawili utaweza kupata neno la Mungu, either usome ama ufundishwe. Wakati akili inapokea ile ujumbe, inatuma ile ujumbe direct kwenye moyo. Ndio ukaona ya pili ni moyo. Moyo naye ikapokea exactly vile akili ilipokea, ile 25%. So akili ilipokea 25 na haikupunguza na wala haikuongeza, ikatuma direct kwenye moyo. Moyo ikapokea ngapi? Hiyo percentage 25. Moyo nayo ilipopokea ile ujumbe kutoka akili, ikatuma mtumishi Dorcas, utafunga microphone yako. Moyo ukatuma ile ujumbe kwenye fikra. Ujumbe hiyo imetuma kwenye fikra. Hivyo jinsi ilivyo, haijapunguza, haijaongeza. Sababu akili ilipokea 25%, ikatuma kwa moyo direct 25%. Moyo nayo ikatafakari, ikarudisha ile ujumbe kwenye fikra. Maana sasa inataka kwenda kutimiza ile ujumbe katika maisha ya mwanadamu. Ndio upate ile neno ya kusema maungamo mazuri. So fikra ikishapokea 25%, haijapunguza, haijaongeza, inatuma kwenye matendo sasa. Sababu akili yako ndio inatuma miguu, ndio inatuma mikono kutimiza ile neno. So fikra inatuma exactly 25% na matendo yako yanatenda kulingana na ile neno ulifundishwa na ile neno ulisoma. Na matendo yako ndio imani yako. Maana maandiko yanasema kwamba imani bila matendo imekufa. So unapata kwamba ukiongeza hiyo 25 ya akili, 25 ya moyo, 25 ya fikra, 25 ya matendo, imani yako inakamilika.
Sijui kama umenielewa. Roho Bwana akusaidie uelewe. Haya, hii ya chini, laini ya 3. Tuseme akili yako imepokea 100%. Umeelewa neno la Mungu sasa vizuri, umesoma, umeelewa, umefundishwa, umeelewa. Inamaanisha kwamba akili yako imepokea maagizo kamili 100%. Hivyo ikituma kwa moyo, inatuma jinsi imepokea. Hivyo hiyo 100 yote imepeana kwa moyo. Moyo naye inatuma kwenye fikra. Hivyo fikra naye inaiweka kwenye matendo. So inamaanisha kwamba imani yako inabaki pale pale, haibadiliki. Ndio unapata kwamba it is either utaifanya ile 25 plus 25 plus 25 plus 25 upate 100, ama upate 100 inabaki ikiwa 100%. Hapo ndio unapata kwamba maandiko yanasema kwamba maungamo mazuri, piga vita vile vizuri vya imani. Sio vita vya kimwili kuvurugana, sio vita vya kimwili kuchukiana bila sababu, sio vita vya kimwili kusalitiana kama wanadamu. Piga vita vya kiroho, acha na mwili haina kazi. Piga vita vya kiroho. Maisha yako yote ikontrol kiroho, usikontrol kimwili. Utaanguka vibaya na kuamka itakuwa ngumu. Maandiko huwa napenda maandiko yanasema kwamba unaanguka na maanguko yako yanakuwa makubwa sana, hata kushinda Sodoma na Gomora. Inashinda ya wakati wa Nuhu. Watu walianguka na wakaanguka, maanguko yao ikawa kubwa ulimwengu mzima. Ikabaki Nuhu na watoto wake na wanyama ambao walisikia ile sauti na wakatii ile sauti na wakafuata Nuhu kwenye safina. Hao ndio walibaki wamesimama. Wengine wote walianguka maanguko mabaya. Sodoma na Gomora, mwenye aliokoka ni Lutu peke yake. Mke wa Lutu hakutoboa, hata alianguka. So hapa maandiko yanasema kwamba piga vita vile vizuri vya imani. Linda imani yako na ungame maungamo mazuri. Ukifanya hii hesabu za kiroho ambazo tumefanya, upokee neno la Mungu, uitume kwenye moyo, itafakari, rudisha kwenye fikra naye kubali kuiweka kwenye matendo, ndipo imani yako isimame imara. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba vile unajiita Mkristo. Nasema nimetumia hiyo word kimakusudi, nimetumia word unajiita kwa sababu hata wachawi wanajiita Wakristo. Lakini kile kitu itakufanya uonekane Mkristo ni matendo. Jinsi umesoma neno la Mungu, jinsi umefundishwa neno la Mungu, jinsi umekubali lile neno, ndio itadhibitisha kwamba wewe ni Mkristo. Hapo sasa ndio unapata kwamba unaungama maungamo mazuri. Yale unasema itaonekana kwenye matendo. Mimi ni Mkristo, na kweli matendo yako ni Mkristo. Inaonesha ya kwamba kuna tofauti kati ya wewe na ulimwengu. Inaonesha kwamba kati ya wewe na Lucifer ni mambo mawili tofauti. Jana watu walikujua jana ukiwa fulani jana, lakini leo hii haushikiki, wewe ni Mkristo. Jana ulikuwa unatembea na watu waovu, ulikuwa unatembea na group mbaya, lakini leo hii umejitenga kwa sababu ukikaa ukikaa mahali kuna kelele, hata sauti ya Mungu hautaisikia. Kutakuwa na interruption sana. Sisemi ya kwamba ujitenge, wacha watu. Unakuwa isolated. Ndio sababu unasikia neno mteule. Unateuliwa kati ya umati. Mungu anakuondoa. Tamaa ya marafiki waovu inakuondoka. Tamaa ya anasa inakuondoka, kusudi usikie sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni ya upole na utulivu. So unapata kwamba maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Kusoma kitabu cha Waebrania 12 nasema kwamba kwa kuwa tunazungukwa na mashahidi wengi. Mashahidi hawa ni katika physical realm na pia katika spiritual realm, asafu ya kimwili na pia katika asafu ya kiroho.
Sio kimwili tu utajificha kwa nyumba useme hey, watu wasinione. Hata nikikunywa kwa kapombe hapa ndani ya nyumba hakuna mtu ataniona. Malaika wako wanachukua inaitwa nini? Ushuhuda wa kila siku, ni nini imefanyika na ni nini imetendeka na imefanyika namna gani. Inaandikwa vizuri, na ikishaandikwa inapelekwa mbinguni, ndio inatathmini kile kitabu kimoja cha uzima Kenya unafanya duniani, ndio itafanya jina lako lipatikana aidha kwenye kitabu cha uzima ama ikosekane pale. Hakuna mahali tunapanga laini kama siku ya kura ati tunaenda kuandika jina kwenye kitabu cha uzima. Utangoja maungamo mazuri, kupiga vita vizuri vya imani, kulinda imani na kushika uzima, automatically jina lako inaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu ambayo iko mbinguni. Biblia inasema kwamba kuna vitabu vitafunguliwa na kuna kitabu kingine kimoja ambayo ile taarifa iko kwenye hiyo kitabu kimoja ilitolewa kwenye ile vitabu vingi vya ushuhuda. Maandiko yanasema kwamba hata Yesu Kristo alisimama akiwa Yesu Kristo, akiambiwa kwamba niabudu, nitakupa hizi milki zote. Akaambia sikia, imeandikwa mwabudu Mungu peke yake. Leo hii ukiambiwa kwamba nipigie magoti, niletee kafara, niletee sijui mtoto yako, nipe sijui shangazi, nipe sijui mama, sijui nani, nikupe mamilioni, hiyo unaweza kimbia na dakika moja mbio. Lakini ukiungama maungamo mazuri, kile unanena na unakiri kwa mdomo wako kwamba umeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wako, onyesha kwa matendo. Shetani anaogopa hiyo sana, kwa sababu hiyo matendo ndio inafanya imani yako inakuwa 100%. Adui hata rukaruka, adui hata kuchezea, kwa sababu anajua wewe ni nani na uko na msimamo. Kama ni hapana ni hapana, na kama ni ndio ni ndio. Unabaki pale, unalinda enzi yako, unalinda malango yako. Na ikiwa adui atakuja kuiba, maandiko inasema kwamba kufuatilia na kurejesha kila adui amenyakua ni sharti mahusiano ya mwanadamu na muumba wake iwe dhabiti. Maana tusome Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mtu ambaye anaweza isoma kwa wepesi. Samueli wa kwanza mlango ni wa 30 mstari wa kwanza mpaka 21. Tuone Daudi mahusiano yake na Mungu ilikuwa dhabiti, ilikuwa mzuri sana, mpaka wakati mke wake Ahinomu na huyo mwingine anaitwa nani, iko jina, wanawake wake wawili walichukuliwa na Wafilisti. Daudi hakukimbia tu mnirudishe wanawake wangu, hapana. Alijitengeneza vizuri, akajitayarisha vizuri, akavaa mavazi ya heshima aende mbele za Mungu. Akauliza Mungu, nifuatilie hii adui ama nifanyaje? Ndio alikuwa amelinda malango yake. Hata in fact walikuwa wametoka vita, lakini kufika adui ashachukua. Akarudi kwa Mungu kwa njia ya heshima. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza mpaka 21. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 30 mstari wa kwanza hadi 21. Neno la Mungu linasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklaji siku ya tatu, hao Wamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklaji, nao wameupiga Siklaji na kuuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia.
hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo ni naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakafikiria kijito Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuweza kukivuka hicho kijito Besori. Nao wakamkuta Misiri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala. Nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada 2 vya zabibu. Naye akiisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku 3 mchana na usiku. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe mtu wa nani, nawe umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa Mwameleki mmoja. Bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi 3 nalishikwa na ugonjwa. Sisi tulishambulia Negebu ya Wakerethi na ya milki ya Yuda na Negebu ya Kalebu na huo mji wa Siklagi tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikiria jeshi hilo. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wamewatawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka, ila vijana 400 walipanda ngamia na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki, naye Daudi akawaokoa wakeze 2, wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wala wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Naye Daudi akatoa makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wale wengine. Kisha Daudi aliwafikiria wale watu 200 waliokuwa wametaka kuzimia hata wasiweze kumfuata Daudi, wale aliowaacha wakae karibu na kijito cha Besori. Nao wakatoka nje ili kumlaki Daudi na kuwalaki hao watu waliokuwa pamoja naye. Naye Daudi alipowakaribia hao watu aliwasalimu. Na hilo ndilo andiko. Amen. Asante mtumishi. Naamini ya kwamba kila mmoja umefuata maandiko jinsi mtumishi amesoma. Daudi walikuwa wameenda vita, na waliporudi wakapata Wafilisti na hao Wamaleki
wameshambulia Siklagi na wakachoma moto. Wamechukua mateka, wamebeba mali zote, kondoo na watoto na kila kitu, wameenda nayo. Walipofika watu wakaanza kulia, wakalia sana, na wakaona kwa sababu yani wakaweka lawama kwa Daudi, wakachukua mawe wakataka kupiga Daudi. Maandiko yanasema kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Mstari wa 6, naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Hakusema kwamba sasa yeye Daudi atatoka tu naambia au majeshi 400 achana wale 200 wa kuchoka na kuzimia kwa barabara. Ambia sasa tuko na 400 yetu wafuate. Hawangepata. Lakini hapa maandiko yanasema kwamba Daudi alijitia nguvu katika Mungu. Alijua kwamba Mungu anaweza, hao tutawafikia. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kwani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera. Naivera ni vazi ambayo kuhani anavaa. Daudi akatoa yale mavazi ambayo alienda vita, akavaa vizuri ili aende akutane na mfalme wa falme, jemedari, amiri jeshi mkuu. Akauliza kwa Bwana, akasema, je, nikifuata jeshi hili nitawapata? Kwa sababu ni Mungu anaona na anajua. Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukozi utawapokonya wote. Mungu amempa kibali ya kwamba fuata. Kwa sababu gani? Mungu na Daudi mahusiano yao haikukuwa na taswishi. Mungu hakuwa na taswishi na Daudi hata kidogo. Licha Daudi alikuwa mtenda dhambi, lakini siku zote moyo wake ulielekezwa kwa Mungu. Hiyo ndio ilimpa Daudi kura nzuri mbele za Mungu. Akasema kwamba nimemwona mwanadamu ambaye anapendeza moyo wangu. So hapa tunaona kwamba maisha yako yakienda sambamba na mapenzi ya Mungu, chochote adui anaiba, Mungu atakupa kibali. Unaona kwamba wakati walikuwa wanaenda kufuatilia ile adui, wakaenda, Mungu akafanya miujiza. Kuna mmoja alishindwa njiani akabaki kwa barabara. Jeshi la ile adui wa Filisti na wa Amaleki akatumika kuenda kuoneshana mahali wengine wako. Lakini kama Daudi angeenda na nguvu zake mwenyewe na akili zake mwenyewe, angepata lolote. Hivyo wanadamu, ukitaka kufanya mambo katika mwili wako na nguvu zako na elimu yako na hekima yako kibinadamu, ni ngumu. Hakuna results, hakuna mali Mungu yuko. Jumapili tukasoma ya kwamba Musa akaambia wana wa Israeli, maana walikuwa wanataka kwenda vita. Musa akaambia msiende sababu Mungu yuko na nyinyi, mtapigwa. Walipoenda na kiburi yao, wakasema Mungu alisema. Walipoenda walipigwa, hawakurudi. So bila Mungu hautafuata adui. Kwanza weka imani yako iwe dhabiti, iwe na msingi, iwe dhabiti, ndipo ulinde. Hiyo ni ya kwanza, ni imani. Ya pili, linda enzi yako, linda malango yako. Anza na moyo wako. Ni nini unaweka ndani? Ni fikra gani unaisunda kwenye moyo? Ni mawazo gani umeisongesha kwenye moyo? Ni maneno gani unaokota vitu gani unaweka ndani ya moyo wako ambayo inakosesha neno la Mungu nafasi? Ni nini unajaza kwenye moyo ambayo inafanyika mwiba neno la Mungu likipandwa ndani yako, hata kama itakuwa inasongwa na ile miiba haikui, kiasi ya kwamba inakupatia kushindwa. Mwanadamu mwenyewe ndio CEO wa maisha yake. Ukitaka kuangusha utaangusha, ukitaka kusimamisha itasimama. Kama ya Daudi. Daudi alikuwa ukisoma Biblia, yani unachukua picha ya Daudi vile yuko katika kuhangaika hapa na pale kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Aende anakimbizwa, anaonekana anakimbizwa na Sauli anataka kumuua. Daudi anaenda anakimbia, anajificha. Mungu ni wa maajabu, wanajificha kwa pango moja. Unaweza imagine, huyu Mungu ni wa maajabu sana. Kuna saa unasoma maandiko mpaka unaambia Mungu, wewe ni wa maajabu.
Mali Daudi amejificha ndio mali Sauli amejificha. Na hawajuani. Mungu akafungua macho ya Daudi, akamuona Sauli, akataka kumuua, akakumbuka ile verse, mtu yeyote asiguze masihi wangu. Akasema kama si neno Sauli ningekuangukia. Akakata vazi la Sauli kidogo na akaenda mlimani pale, akaanza kupiga kelele, Sauli, 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 wakati wanaona anawaonyesha hii mavazi ya nani. So hapa tunaona kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Alijua kwamba Mungu yuko. Alijua kwamba niulize Mungu kwanza, anipe kibali. Ndio unaona kwamba katika kitabu cha Kutoka 33 kuanzia mstari wa 12 hapo kuelekea, maandiko yanasema kwamba Musa akamwambia Bwana, uso wako usipoenda nasi, usitutoe hapa. Maana tukienda bila Mungu tutashindwa, adui atatupiga. Mbele kuna Waamaleki, mbele kuna Waamori, mbele kuna Wakanani, hao Wayebusi. Kwa ile nchi ya Kanaani walikuwa wanaenda kumiliki. Walikuwa pale na walikuwa ni wenye nguvu. Musa akajua kwamba Mungu usipoenda na sisi, hata usitume malaika, wacha tubaki hapa. Hatuendi. So mimi na wewe ndio turudishe kila adui amenyakua. Kwanza kama amenyakua, jiulize, ulikuwa umelala? Ulikuwa umelala? Ukaacha enzi yako, ukaacha malango yako wazi. Ukaacha kulinda imani yako. Adui akakuchapa tu na kakofi kidogo ya homa. Kaanza kusema hata Mungu hayuko. Hata Mungu aponyi. Mnasemanga Mungu ako kwa Efrata anaponya, ako wapi? Imani yako uliacha ikalala. Lakini ukiwa na imani, Biblia inasema kwamba unahamisha milima. Hata kansa ikuje, unaomba, unaambia Mungu, cancer is not my portion. Unaambia pepo ya kansa, ninajua wewe ni pepo, wewe si ugonjwa. Bwana kutujalia Wednesday tukajifunza kuhusu yale ambayo adui anafanya katika maisha ya mwanadamu. Yule kijana ambaye maandiko yanaongea kuhusu kijana mmoja alikuwa na ugonjwa wa kifafa. Haikuwa ugonjwa, ilikuwa ni pepo alikuwa ndani yake. Watu wakiona wanaona ni ugonjwa, ni kifafa, lakini in the real sense ni pepo. Unahamisha milima. Kwa sababu gani? Mahusiano yako na Mungu ni dhabiti. Mungu amekaa ndani yako, anafanya kazi kupitia wewe. Ukilala, adui anakufarakanisha na Mungu. Ukilala, adui anaiba hatima yako. Ukilala, adui anaiba imani yako. So wakati anaiba imani yako, sasa maisha yako hauna ngao. Unapigwa tu mshale kutoka popote pale. Hauna breastplate, hauna helmet, hauna viatu vya kiroho. Adui anakupiga sawa sawa. Anaingia anachukua kenya anachukua. Leo hii anakuja anaangalia, anaona ni nini ya maana sana kwa maisha huyu mtu, anaona ni amani, anachukua anaenda naye. Unabaki umevurugika ile ujaiona. Hauna amani. Yaani ndani yako mambo yanachamuka, unasikia ni kama unakufa. Anarudi tena, anapata malango iko wazi, anaingia na kupata umekaa, umelala, anaangalia tena ni nini ingine yenye ninaweza mnyang'anya, anaona ni furaha, anachukua furaha anaenda naye. Kuchukua furaha inamaanisha kwamba anakuletea minuko ambayo itakukosesha furaha. Unabaki kwenye hasira, unabaki kwenye ghadhabu, unabaki kwenye uchungu, kulalamika na kulalama. Adui amechukua furaha ameenda naye. Akirudi tena anapata bado huko kwenye ile usingizi wa kiroho. Haujaomba, haujatafuta Mungu. Anakuja tena anaangalia ni nini ingine ya maana hapa kwa hii nyumba, kitu ingine ya maana, anakuja anaangalia ni afya. Anakuachia magonjwa, amekuachia pepo ya magonjwa, amechukua afya yako ameenda nayo. Unabaki unapambana. Unasema jana ilikuwa hii, leo ni hii, kesho mimi sijui ni gani itakuja. Ni kwa sababu ulilala. Lakini ukiwa macho kama Daudi, alikuwa ameenda vita, lakini vita alienda vita, adui akarudi nyuma akaingia kwenye makao. Inamaanisha kwamba Daudi angebaki Siglagi, wale wa Maleki na Wafilisti wangefika hapo. Lakini hata hivyo Daudi akajitia moyo kwake Mungu. So siku zote ujua kwamba Bwana Mungu ndio mwenye uwezo wa kurejesha chochote adui aliiba, ikiwa utamrudia. Soma Yoeli, ukipata nafasi soma Yoeli 2 kuanzia 12 mpaka 32. Amesema kwamba nirudieni.
Rarueni mioyo zenu wala si mavazi yenu. Lilia Mungu, tafuta Mungu. Hiyo Yoeli 2:25 akasema nini? Akasema nitakurejeshia miaka ambaye imeliwa na nzige na madu na parare. Jeshi la Bwana ambalo Mungu alituma wakati ambao ulikuwa umelala kiroho. Mungu akatuma jeshi. Kulala kiroho ni kufarakana na Mungu. Hauombi, hausome neno, hautembei katika yale ambayo umesema wewe ni Mkristo. Unasema wewe ni Mkristo lakini matendo yako ni mbali na Mungu. Mawazo ni mbali na Mungu. Fikra, tuseme kwa mfano ukiangalia ile hesabu za kiroho tumesema pale, what if akili imepokea 25% na itume kwa moyo 15%? Nini itafanyika? Na moyo ichukue hiyo 15% itume kwa akili 55%. Inamaanisha kwamba sio kamili, kuna ujanja imefanyika pale. Na fikra naye ichukue hiyo kama ni 50 ama 75% itume kwa matendo 10%. 60 imeenda wapi? Hii ukirudi sasa katika hesabu za kiroho, akili imepokea 100% lakini imetuma kwa moyo 50. Hii 50% imeenda wapi? Inamaanisha kwamba imepunguzwa. Na moyo nayo ifanye imechukua ile 50 alafu imetuma kwenye fikra, imetuma 70% lakini alipokea 50. So inamaanisha kwamba ameongeza neno ambayo sio ile. Sasa unaona kwamba hesabu za kiroho ni mzuri sana kwa mwanadamu ambayo unataka kuingia very deep kutafuta Mungu siku zote. Tukirudi katika safu ya kimwili, unaona kwamba tuende baharini pale. Tuende tu baharini pale. Kila mmoja unajua bahari. Wachana na mambo ya swimming pool, hiyo haina wanyama. Wachana na mambo ya mto, ziwa. Mara mingi huwezi pata wanyama. Kuna wanyama wanapatikana baharini, au wengine hata hatuwajui. Lakini wale wanyama hawapatikani kwenye ufuo wa bahari, wanapatikana vilindini. Kuna vitu vya dhamana ambavyo vinapatikana baharini chini vilindini, kama hizi zinaitwa kwa Kiingereza zinaitwa coral reefs. Zinapatikana chini. Kuna tu vitu mingi. Wale ambao wametembea baharini huko ndio wanajua. Tuseme sana kama area za Mombasa, utapata kuna tu vitu vinauswa vya pesa mingi vinatoka baharini pale. Hauwezi ipata juu ya maji pale. Ukienda kusimama baharini hivi, hata usimame mwaka ishe, kuna wanyama hautawaona pale juu. Yani wakielea juu ya maji hautawapata pale. So inamaanisha kwamba kuna siri vilindini mwa bahari. Hivyo turudi katika safu ya kimwili. Beba sasa ile bahari uilete katika safu ya kiroho, uangalia kwamba kuzama ndani zaidi ya Mungu, ndani kuna siri mingi. Mungu atakufunulia mengi, Mungu atakutendea mengi, utaona mengi na utajifunza mengi. Hii changamoto unaona, yani shetani atakuwa anakupiga, unaambia shetani, mimi hautaniguza. Utakuwa kama Ayubu hakukaa ufuoni mwa imani yake. Kama angekuwa ni mtu alikuwa anaelea juu ya imani tu, ile kaimani hata mchawi anaweza kuamini, hata mganga anaweza kuamini, hata mwabudu sanamu anaweza amini. Watu wote ulimwengu, hata shetani anamwamini Mungu. Ndio sababu unapata kwamba shetani mwenyewe anasoma maandiko. Na kama unapingana shetani anasoma maandiko, mbona aliquote Psalms 91 na alimquotea Yesu mwenyewe ambaye ni neno. Akasema kwamba imeandikwa atakushukishia malaika watakulinda. Alitoa wapi kama hakusoma neno? Alitoa wapi? Shetani mwenyewe anajua Mungu. So kuna imani ambayo hata wapagani wenyewe wanaamini Mungu, wanamjua Mungu. Lakini unajua ya kwamba yule ambaye anasama ndani ya Yesu Kristo vilindini,
Usimjue Mungu vile wapagani wanamjua Mungu, ya kwamba yeye ni Mungu muumba mbingu na nchi tosha. Jua ya kwamba ni yeye aliumba mbingu na akaumba nchi, lakini kuna mengi zaidi ukikaa ndani yake, ukijificha ndani yake. Zaburi 91 mstari wa kwanza anasema kwamba akaaye katika uvuli wa siri zake Mungu atasema kwamba Bwana ndiye ngome yangu. Hata hofu mshale urukao usiku, wala wele waribu, wala chochote ambacho adui hataogopa. Kwa sababu gani? Amezama ndani ya Yesu Kristo. Tunafunga na kitabu cha Yeremia 47 Yeremia mlango ni wa 47 mstari wa kwanza kuelekea. Maandiko yanasema kwamba neno la Bwana lilomjia Yeremia nabii katika habari za Wafilisti kabla Farao hajapiga Gaza. Bwana asema hivi: tazama, maji yanatokea katika pande za kaskazini, naye atakuwa mto ufurikao, nayo yataifunika nchi na kila kitu kilichomo huo mji na wote wakao ndani yake, nao watu watalia na watu wote wakao katika nchi utapiga yowe. Kwa sababu hiyo mshindo wa kukanyaga kwato za farasi wake walio hodari, kwa sababu ya mwendo wa mbio wa magari yake ya vita, kwa sababu ya ngurumo ya magurudumu yake. Hao akina baba hawatazami nyuma ili kuangalia watoto wao, kwa kuwa mikono yao ni dhaifu, kwa sababu ya siku ijayo kuangamiza Wafilisti wote, kukatilia mbali kila msaidizi wa Tiro na Sidoni asaliaye, maana Bwana atawaharibu Wafilisti mabaki ya kisiwa cha Kaftori. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 5, upaa ameupata Gaza, Ashkeloni umenyamazishwa, mabaki ya bonde lao hata lini utajikatakata? Upanga wa Bwana, siku ngapi zitapita kabla hujatulia? Ujitie katika ala yako, pumzika utulie. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Juu ya Ashkeloni na juu ya pwani ndipo alipoyaamuru hayo. Hapo ukiangalia mstari wa 2, tazama maji yanatokea katika pande za kaskazi, nayo yatakuwa mto ufurikao, nayo yataifunika nchi na kila kilichomo huo mji na wote wakao ndani yake, na watu watalia na watu wote wakao katika nchi watapiga yowe, kwa sababu ya mshindo ya kukanyaga kwato za farasi walio hodari, kwa sababu ya mwendo wa mbio ya magari ya vita. Maji yakiwa mto ambao unafurika, wale ambao hawajui kuzama watalia, wataomboleza, wataona wataona kushindwa. Lakini maji yakiwa mto imefurika, wale ambao wanajua kuogelea wanaweza sama ndani ile maji na watakaa pale ndani. Wanaweza angalia ni viumbe gani viko chini ya ile bahari, chini ya ile mto. Maandiko yanasema kwamba watalia kwa sababu ya kukanyaga kwato za farasi wake aliyo hodari. Farasi aliyo hodari na ni adui. Mtu ako tu juu ya maji hajazama ndani ya Yesu Kristo. Adui akikuja na kupata pale juu, anakudanganya, anakupigisha ka story hivi, anakutoa katika mapenzi ya Mungu. Lakini ukizama ndani, adui akupati. Atakutafuta, anaweza kuwa na darubini, lakini hatakutoa pale chini. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, kila mmoja ujua kwamba unatakiwa kwanza kulinda malango yako ya kiroho, hata ya kimwili kiwezekana. Linda imani yako, maana pale katika imani ndio utashinda adui ama utashindwa. Wakati utaachia adui nafasi ya kukuteka nyara, wakati utaachia adui nafasi ya kukupiga, wakati utaachia adui nafasi ya kurusha mishale, silaha yako ambayo ni ngao yako usijui ulitupa wapi, adui anakuja tu. Nimefundisha mambo mengi kuhusu hii mambo ya vita ya kiroho, mambo mengi sana, na najua kwamba kuna mtu mmoja mawili ambao wameshika ile neno na limewasaidia. Kila mmoja jua kwamba shetani yuko na halali. Maandiko yanasema kwamba anajua kwamba muda wake ni mfupi sana duniani. Anajua kwamba hana muda. Kila anataka kufanya ni kuharibu na kusambaratisha yale ambayo Mungu amekusudia kwa maisha yako.
Usipokaa macho kiroho, utapata kwamba adui atakutoa katika ile mapenzi ambayo Mungu amekusudia. Usipokaa macho kiroho, utapata kwamba umeingia upande wa adui, na kushinda adui ukiwa upande wake ni ngumu. Kwa sababu maungamo mazuri, hautaungama maungamo mazuri. Neno ambayo umesoma imeenda kwa fikra, iingie kwenye moyo. Umesoma imeenda kwa akili, iende kwa moyo, iende kwa moyo, irudishe kwa fikra na iende kwa matendo, itakuwa mambo tofauti. Either itapunguzwa ama itaongezwa. Na ikiongezwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ikipunguzwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini kibaki ni ile ulisoma ama ulifundishwa na ikaingia kwenye moyo hivyo hivyo, ikarudi kaingia kwenye matendo hivyo hivyo, inamaanisha kwamba imani yako haitatindika. Hata shetani akitafuta kukupepeta hata kupata, maana umejificha ndani ya Yesu Kristo. Umekaa ndani ya Yesu Kristo na kutulia pale. Siku zote tamani sana kumjua huyu Mungu sana. Tamani sana ya kwamba mkono wa Mungu uwe kwa maisha yako. Jabesi akaambia Mungu, laiti mkono wako ungekuwa juu yangu. Anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba cover ya Mungu. Anamaanisha kwamba nguvu za Mungu. Anamaanisha kwamba kibali ya Mungu itembee na yeye. Jabesi aliomba mambo mengi sana, sio yale unaona tu kwenye maandiko pale. Akisema mkono wako Mungu kuwe juu yangu, hiyo mkono imebeba mambo mengi sana. Mkono wa Mungu katika maisha ya wanadamu imebeba mambo mengi, ikiwepo ulinzi, ikiwepo kibali, chochote utafanya inafanikiwa. Ikiwepo uhai, hakuna chochote kwa maisha yako itakufa. Ikiwepo uzima, ikiwepo nguvu. So unapata kwamba tamani sana ukae ndani ya Yesu Kristo. Zama ndani ya Yesu Kristo, maana wakati ambao tumefika ni wakati hatari. Bila zama kwamba wengi watajipenda, upendo wao kwa Mungu utapoa. Ambao unaweza jiuliza, umetafuta Mungu miaka yote, umevumilia viboko vya shetani. Mawakala wa mashetani wamekucheka, wengine wamekudhihaki, wengine wamekudharau, wengine wamekufanya mambo maovu yenye hata ukikumbuka unalia tu. Halafu tu dakika ya mwisho ndo tarumbeta inapigwa, unakosa mbingu. The last minute. Mswahili akasema kwamba chombo cha maji, unaibeba maji kutoka mtoni huko, ikifika mlangoni inavunjika. So ni wakati unaendelea na imani yako, angalia kama bado uko katika laini mzuri na Mungu. Usije ukaendelea na safari kumbe Mungu alikuacha. Angalia kama bado uko katika mwendo mzuri na Mungu. Angalia kama bado imani yako unamwamini Mungu. Magonjwa yakikuja, hautatafuta mganga, heri uende hospitali. Na kabla uende hospitali, ambia Mungu, ninajua unaweza, wewe ndiye mponyaji. Physically unaonekana ukienda hospitali, lakini spiritually umeshapeana malalamishi yako kwa Mungu. Umeshapeana hoja zako kwa Mungu. Mungu atakutetea. Mungu hakuna kitu inashinda Mungu. Mungu atakupigania hali zote. Na chochote ambacho adui atakuja kwa nguvu, akukamate, akuteke nyara, kufunge, naibe Kenya naiba. Biblia imesema kwamba katika Yoeli 2:25 ya kwamba nitarejesha miaka ambayo ilipotea. Nitarejesha amani iliyopotea. Nitarejesha utulivu na furaha iliyopotea ikiwa utamtafuta Mungu. Ikiwa utamtafuta Mungu na ukae sawa sawa ndani ya Mungu. Mungu anarejesha chochote ambacho uliona kwamba hii kwa mkono wa mwanadamu imenishinda, nimeachilia iende. Mungu atarudisha. So mwanadamu ambaye anajivuna lakini yuko nje ya Mungu, ole wake. Hata kama Mungu atatenda maajabu kwa maisha yako, lakini ujue kwamba bado kuna jehanamu. Mungu ni wa rehema. Maana hata wachawi, si Mungu anawahakishia jua, anawapa uzima, si wanakula, wanakunywa, wanaishi. Hiyo yote nani anapeana? Ni Mungu, sio nguvu zao, sio uchawi wao. Hata wapagani, Mungu ni wa rehema, anawapa kila kitu wanahitaji. Kwa sababu gani? Ile wema wa Mungu inawavuta angalau waone
upendo wa agape, watubu, lakini bado wanaendelea kuzama kwenye dhambi wakisema kila kitu iko sawa. Hawajui ya kwamba jehanamu, Biblia inasema kwamba jehanamu imeongeza upana wake. So ni heri mwanadamu agundue mapema na azame ndani Yesu Kristo. Yale unasoma, yale unafundishwa, iweke kwenye matendo. Itakusaidia mahali uliposimama ili tufunge ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante. Asante Baba kwa wema na fadhili zako. Asante Baba kwa upendo. Mungu wetu, umbali huu umetuleta, hakika wewe ni Ebeneza. Tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakuabudu Baba. Asante kwa neema ya maombezi. Asante kwa neema ya neno lako Baba, umetufundisha jioni ya leo Jehova. Na kuomba Baba uishie milele Bwana. Utusaidie Bwana tukasimame katika mapenzi yako siku zote. Umesema kwamba iweni watendaji wa neno wala sio wasikiaji wasaulifu. Baba tusaidie Jehova Mungu, tupe neema Baba, tukaweke neno lako kwenye matendo Baba yangu. Tusaidie Baba siku zote tukakae katika neno lako Bwana, tukatembee na wewe Jehova Mungu. Tutangulie Baba mtakatifu Bwana, tupiganie vita vyote, tutetee katika hali zozote ambazo Baba ulimwengu wa giza umeinua kinyume nasi Bwana. Naomba kwamba imani ya kila mmoja Baba ukaisimamisha imara katika mapenzi yako Jehova. Kumbuka ndugu zetu, kumbuka wazazi wetu, kumbuka Baba jamii zetu Jehova, tunazikabidhi kwako Bwana. Marafiki zetu Baba tunaomba Bwana kwamba ukawalinde, ukawahifadhi. Asante kwa ajili ya Efrata na wateule wote kwenye Efrata Baba yangu, na waombea neema na uzima wako Bwana katika maisha ya Jehova. Asante kwa ajili ya watumishi wote Bwana majeshi, wape nguvu, wape neema, yote ni kwa utukufu wa jina lako Baba. Wateule wako wote ulimwengu mzima, naomba Baba uwakumbuke Jehova. Baba naomba uwajaze nguvu ya kusimama imara, maana ni nyakati za mwisho, ni nyakati hatari. Maandiko yanasema kwamba wengi upendo wao kwako Baba itapoa. Na kuomba Baba katika jina la Yesu, wateule wako Baba wape ujasiri zaidi Bwana ya kukaa katika neno lako siku zote Bwana. Tunasema ni asante, uinuliwe milele, utukuzwe milele Bwana. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya wateule wote waliofika kwenye mkutano, na waombea neema zaidi, na waombea Baba kibali, na waombea Baba mafuta na baraka zako Jehova Mungu. Hata wale ambao hawakuweza kuingia kwenye mkutano Baba, na waombea Baba popote walipo. Wewe ndio unajua changamoto zao Baba na hali zozote wanapitia Bwana. Wahifadhi katika mapenzi yako Jehova. Mahitaji ya wateule wako wote Baba na ikabidhi kwako. Naomba Baba ukakutana na mahitaji ya kila mmoja. Baba fungua milango na madirisha Bwana. Baba mwaga baraka zaidi kwa maisha ya Jehova. Baba siku zote ukakujua na kuenenda katika mapenzi yako Bwana. Vita vya maisha yao Jehova, naomba Baba ukapigane vita vyao. Yeyote anayepitia vita Bwana, naomba Baba ukampiganie katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka Daniel mwema popote alipo Baba pamoja na familia yake, na kuomba Jehova Elohim Baba wapiganie Jehova Jire shambulizi zozote za adui, mipango zozote za ulimwengu wa giza, minuko zozote za mawakala wa mashetani. Naomba Baba ukamtetee katika jina la Yesu Kristo. Jionesha hodari kwa ajili ya Daniel mwema Bwana, ukamfunike, funika watoto wake, funika mke wake, yote kwa utukufu wa jina lako. Tunasema ni asante Baba, usiku umeingia, tunaikabidhi kwa Adonai. Baba ulinzi wako kwa wateule wako wote kwenye Efrata One, wateule wako wote ulimwengu mzima, walinde usiku kucha Baba dhidi ya mipango na shambulizi za ulimwengu wa giza. Baba funika kwa damu Bwana, tutakapofika asubuhi Baba, utukufu, heshima na adhama zitakurudia Mungu wetu. Tunasema ni asante, uinuliwe milele katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Amen.